محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. Zangu katika imani, hatuna budi sisi kurejea shukrani za Allah, kurejea shukrani kwa Allah azza wa jalla kwa namna ambavyo ameturuzuku neema zake, ametuafikisha katika kutekeleza au katika kumtii yeye. Jambo hili ndugu zangu halipatikani katika nguvu za mtu, elimu ya mtu, umaarufu wa mtu, wala nasaba ya jambo la aina yoyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Hapa watu wengi tunashindwa kuelewa, tunashindwa kutambua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokusudia, anapomtakia mja wake kheri, humzindua, humwafikisha, humfanya kuwa mwepesi katika kuyaendea matendo yaliyokuwa mema. Sio kumpa mahela mengi wala kumpa vyeo vingi, hapana. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi tunatakiwa tumshukuru sana Allah azza wa jalla kutupendelea, kutupa huu Uislamu, lakini pia ametupa na harufu ya imani ya kuweza kutekeleza amri zake na sheria zake. Wako watu wana elimu kutushinda, lakini angalieni, hawakudiriki adhana ya kwanza ya siku ya leo ya Ijumaa. Ni hasara kiasi gani? Mimi na wewe leo tumediriki adhana ya kwanza ya siku ya Ijumaa, siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wanakaa na kusimama malaika katika milango ya misikiti na kuratibu kila anayeingia msikitini. Adhana kwanza imeshaondoka na hairejei tena hii adhana alitoa msalim ila qiyamu saa. Itakuja adhana ya pili, itasomwa, kisha malaika wale watatoka milangoni, watakaa chini kwa ajili ya kusikiza hotuba. Kwa hivyo wale ambao watakaoratibiwa ndio wameipata aljuma kwa kamilifu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Haya ni mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizungumza na wenye viini vya akili. Ni wale ambao akiwaeleza wanaelezeka, akiwafahamisha wanafahamika. Na ndivyo Uislamu ulikuja hivyo. Kwa hivyo ndugu zangu, sala na salama zimeendelea kufikia kiongozi wetu wa umma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yeye Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefungamanishwa na matendo yetu mema. Yaani usipomtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika matendo yako mema, aba anafura. Kwa tunaona umuhimu na thamani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika umma huu. Lakini sio katika umma huu, hata katika mitume. Yeye ndiyo mtume mtukufu, yeye ndiyo kiongozi wa mitume, lakini pia atakuwa wa kwanza yeye
anta, wewe nani? Ana Muhammad. Kisha malaika asema sijapatapo kupata idhini ya kumfungulia yoyote isipokuwa wewe. Sasa kwa hiyo sisi tunatakiwa tumshukuru sana Allah kwa kutuafikisha na kutuzindua kuweza kuidiriki na kuifikia siku ya leo na kuidiriki ibada hii tukufu zao. Tuendelee kukumbushana yale ambayo yanayotuhusu sisi Waislamu katika dini yetu tukufu ya Kiislamu. Leo tutakumbushana mambo ambayo al-mubadaratu ila al-amali salih fi sababu husnul khatim. Al-mubadaratu ila al-amali salih, kupupia, kufanya haraka katika kufanya matendo mema. Umma wa leo umeghafilika. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghdubun fihima kathiratun minan nas, as-sihat wal faragh. Leo tuna afya, leo tuna amani, leo tuna wakati, lakini hatuitumii amani ipasavyo, hatuitumii wakati ipasavyo, lakini hatuitumii afya ipasavyo. Sasa al-mubarak, kufanya pupa, kupupia, ila amali salih, katika kufanya matendo yaliyokuwa mazuri, matendo yanayomridhisha Allah azza wa jalla na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia yale yanayowaridhisha waumini. Leo unaweza wewe ukajenga nyumba, ukachagua ramani nzuri ya nyumba yako ukaijenga kwa lengo ustirike na upepo, ustirike na wanyama wakali. Lakini mtu mwingine akapita akasema, katika nyumba mbaya hii, ni mbaya, ramani mbaya, rangi mbaya, lakini wewe ndio umeona kitu kizuri, kina thamani. Sasa yule aliyesema nyumba mbaya, ramani mbaya, mchoro mbaya, Allah atamlipa kwa nia yake. Amesema yale kwa lengo lake la ubaya, Allah atamlipa. Na wewe umejenga nyumba ile kwa kheri, kwa namna ambayo ustirike na familia yako, Allah pia atakulipa. Al-mubarak, katika kufanya pupa. Lakini sio hivyo tu, unaweza wewe ukawa ni mcha Mungu, unafanya adhkari, unaswali sunna mchana usiku, unatoa sadaka, unafanya haya na yale mazuri, watu wasioni. Unafanya jihadi, watu wasioni. Unatoa sadaka, unajenga misikiti, unajenga visima, unachimba visima, unajenga madaris, unahudumia wajane na mayatima, watu wasioni. Sasa ndio tunakumbushana, usiangalie hilo. Al-mubadaratu ila al-amali salih hiya sababu husnil khatimi, kukimbilia kufanya matendo yanayokuwa mazuri ndiyo sababu ya wewe kuwa na mwisho uliokuwa wema. Hakuna jinsi ya hilo. Allah subhanahu wa ta'ala
Allah anasema wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna ila al-akhir aya. Wa qul i'malu, Allah anamwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam atueleze. Kipindi hicho mimi na wewe tulikuwa tupo, lakini maneno haya lengo ilikuwa ni wao na sisi kwa sasa hivi na watakaokuja pia. Waambie watu wako Muhammad wafanye kazi, wakulimalu, fanyeni kazi. Mtume anasema fasayara Allahu amalakum, ataona Mwenyezi Mungu kazi zenu. Fanyeni ibada, kupieni kufanya ibada za kheri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataona. Kuna watu wenyewe ni wepesi, haingii msikitini ila isipokuwa amesali at-tahiyatul masajid, hamalizi swala ya faradhi isipokuwa amesali sunna baadia. Kuna wengine ikifika Jumatatu yeye anajiziwilia kula na kunywa, vya halali vyote anajiziwilia, anafunga. Ikifika Alhamisi anafunga, masiku meupe anafunga. Kuna watu ni wepesi, hawezi kufunga lakini ni mwepesi kutoa sadaka. Kuna watu hawawezi kuyafanya haya ya kufunga, ya kuswali sunna, lakini yeye ni faradhi. Baada ya faradhi amekwenda kwenye shughuli zake, lakini huwezi kumkuta kwenye maneno ya porojo, mkuti. Yale majlisi zile za kuzungumza maneno ambayo siokuwa na manufaa ya kidunia wala manufaa ya kiakhera, mkuti mtu huyo. Sasa Allah anasema wa kulimalu, fanyeni matendo yaliyokuwa mema. Fasayara Allahu a'malakum, atayaona hayo matendo, ataziona hizo kazi Mwenyezi Mungu. Hizo kazi zenu hizo Mwenyezi Mungu ataziona. Wala usijali kwamba nisifiwe, nionwe. Matendo mema sharti yake yatanguliwe na ikhlas. Basi wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu dina hunafa wa yuqimu salata wa dhalika dinul qayyim. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka sisi tuharakishe wakati huu tuna afya na wakati huu tulionao, kabla tujazeeka, kabla tutakutwa na maradhi, kabla tutakutwa na shughuli ambazo zitakazotushughulisha tusiweze kuyaendea matendo mema kwa wakati. Tuharakishe kufanya matendo yaliyokuwa mema. Fasayara Allahu amalakum, Mwenyezi Mungu atayaona matendo yenu. Lakini sio Mwenyezi Mungu tu, wa rasuluhu, na mtume wake. Lakini sio tu na mtume wake, wal mu'minuna, na waumini. Kwa nini wasi wal muslimuna? Kwa nini Allah kusema wal muslimuna na Waislamu? Muislamu siku zote nasema bado hajakamilika. Muislamu anaweza kupatikana na mifundo ya kuchukia ushirikina. Muislamu anaweza akapatikana na sifa ya kuchukia bila sababu, kumchukia mtu. Unafanya jambo zuri lakini akasema amna lolote. Tunayaona hayo.
anajifanya yeye mtu wa ibada, lakini angalia yeye alivyo. Muislamu anaweza kukupa tuhuma ambazo wewe huna. Lakini hapa Allah anasema wal mu'minuna, na waumini. Muumini huwezi kumkuta anaogopa, muumini huwezi kumkuta anapeleka haki, anaondosha haki kwa mtu ambaye sio kwenye haki yake. Muumini huwezi kumkuta sahihi. Muumini huwezi kumkuta akawa ni mshirikina, akawa dhalimu, akawa fisadi. Muumini matendo mema, harakisheni kufanya matendo mema. Allah mwenyewe ni shahidi, siku ya Kiyama atakuja kukuonyeshea au atakuja kukuonyesha wewe na wengine watayaona. Lakini pia sio Allah tu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Kiyama yeye ndio mtu wa kwanza kupewa nafasi ya kuombea umma. Tunafahamika vizuri, yaani kuanzia Nabiullahi Adam mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam, 124,000 mitume hawa. Siku ya Kiyama Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu watakwenda kwa yule, watakwenda kwa yule, watakwenda kwa yule, kila atakayelalamika anasema leo sina nafasi mimi. Hii nafasi ya leo hii ni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Allah anasema fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna, na waumini wataona kusali kwako, kutoka kwa sadaka. Shuhuda siku ya Kiyama ni Allah na Mtume pamoja na waumini. Lakini pia hata duniani matendo yetu tunayoyafanya, huwezi kutegemea, huwezi kudhania kwamba atakuja Muislamu kukutolea ushahidi, lazima atakuangamiza. Tunaona kesi mbalimbali zinazohukumiwa, lakini muumini hana sifa ya kudhulumu haki ya mtu. Kwa hivyo ndugu zangu, sisi tunatakiwa tufanye matendo yaliyokuwa mema, tena tuyafanye kwa ikhlas, lakini pia tuyafanye kwa kufuata ule mwenendo sahihi wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna alivyoelekeza. Sio ubuni utaratibu wako. Ukibuni utaratibu wako, ibada hiyo itakuwa ni ya kwako. Allah amefungamanisha ibada njema, ibada nzuri, kwanza iwe na ikhlas, lakini pia iwe na kufuata utaratibu au mwenendo alioelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kutuelekeza katika namna ya kutupa nguvu na shauku na raghaba ya kuendea matendo mema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa idha arada Allahu bi'abdi khairan, pindi sasa anapendelewa mja kheri, pindi mja yoyote anapopendelewa pepo na Allah, au mja yoyote anapokuwa sasa Allah amekuwa tayari, amekuwa ridhaa mja wake kumwingiza peponi, anasema hivi istamalahu kabla mautihi, anamtumia huyu mja kabla ya kufa kwake. Masahaba hawakuelewa kauli hii. Mtume alipozungumza maneno haya, masahaba hawakuelewa. Qalu ya Rasulullah, wakamuuliza Mtume, ewe mjumbe wa Allah, wa kaifa yastamiluhu, ni vipi huyu mja anatumika kwa Allah? Anatumikaje? Mnasaba wa Allah na huyu mja wa kutumika hapa anatumikaje?
Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hivi, qala yuwaffiquhu li'amali salih. Huyu mja huyu Allah anamzindua, anamfanya kuwa na pupa ya kukimbilia matendo yaliyokuwa mema. Anawahi adhana ya kwanza siku ya Ijumaa, anawahi adhana ya pili siku ya Ijumaa, anakuwa tawajuhi tama katika kumsikiliza mhutubu halali. Mtume anasema nini? Yoyote atakaye kuwa ameingia katika kusamehewa kwa madhambi yake madogo madogo ni yule ambaye amemwelewa mhutubu siku ya Ijumaa, kisha akawa hakufanya yoyote ya hovyo hovyo baina ya Ijumaa hii na Ijumaa iliyopita, aima Ijumaa hii na Ijumaa ijayo. Au yule ambaye amefunga mwezi wake mtukufu Ramadhani kikamilifu, akajiziwilia na maasi madogo madogo na makubwa makubwa baina ya Ramadhani hii na Ramadhani ijayo, au Ramadhani hii na Ramadhani iliyopita, huyo anasamehewa madhambi. Kwa kumbe sharti lazima katika kila jambo. Leo mtu anaambiwa vigezo na masharti na si duniani mtu anaambiwa ili uweze kupata zawadi, vigezo na masharti, si ndivyo? Basi na kwa Allah ndivyo hivyo, lazima vigezo na masharti vizingatiwe. Kwa hivyo hapa tunaona namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza kuambia masahaba kisha wakamwelewa, lakini pia akasema yuwaffiquhu li'amali salih thumma yuqbiduhu alayhi. Sasa ndio Allah anamfisha, anamuondosha duniani katika ile hali hiyo ambayo alikuwa nayo. Huyu mja huyu huwezi kumkuta katika sehemu yoyote mbaya, labda yuko kwa dharura. Ikiwa ni kwa dharura, basi mja huyu utamkuta sehemu hiyo, la sivyo huwezi kumkuta mja huyu. Ndio Allah Mtume sallallahu anasema yuwaffiquhu li'amali salih, kisha anamfisha katika ile hali Allah aliyotaka awe nayo pia. Hapa tunaona ndugu zangu, sisi tunatakiwa tupie kufanya matendo yaliyokuwa mema. Nimetangulia kusema unaweza ukafanya ibada wewe, lakini watu wasioni kama wewe ni mwema. Unaweza ukasaidia watu wasioni kama wewe ni mwema. Unaweza kufanya kheri mbalimbali, watu wasioni, tena ikawa sababu ya kukubeza na kukuchukia. Lakini Allah na mtume wake na waumini wanaona. Walinusurika watu baada ya kufikwa na mazito. Watu wakaambiana, wakawaambia wale wenye walitaka kufanya shari, jamani, mbona huyu kijana sisi hatujawahi kumuona katika masala yoyote mabaya machafu, hatujawahi kumuona sisi, lakini basi tumeambiwa hapa kwamba huyu bange ya kwake, pombe za kwake, vijiweni huko yeye, sisi hatujawahi kumuona kijana huyu. Fasayara Allahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ni muumini tu pekee ndiye anaweza akamwokoa
mtu duniani kwa kumtolea ushahidi. Lakini tunaona wangapi leo mahakamani wanatoa ushahidi wa uongo? Wangapi leo wanashuhudiana mambo ya hovyo hovyo huko mitaani, wanasema na mambo mabaya. Lakini kikubwa zaidi Allah anasema wasaturaduna ila alimil ghaibi washahada, mtakuja kurejeshwa nyinyi kwa Allah mjuzi wa mambo ya ghaibu, mjuzi wa mambo ya siri na mambo ya wazi. Lakini pia wayunabbiukum, atakuja kuwapeni habari moja baada ya nyingine ulioifanya kwa kunong'ona, ulioifanya kwa dhahiri, ulioifanya kwa chuki, ulioifanya kwa mahaba. Allah atakuja kuzifanya nini? Kuzidhihirisha. Kwa hiyo hapa tunataka tutambue kwamba matendo haya tunayofanya, kama itakuwa na ria, itakuwa ni hasara, itakuwa na hasara kubwa. Kama itakuwa na ikhlas ndani yake, basi itakuwa ni sehemu na sababu ya kunusurika duniani hapa kaburini, lakini pia na milele akhira. Anasema ya'malu kullu muyassarun lima khuliqa lahu, fanyeni pupa ya kufanya matendo mazuri. Kila mtu amewepeseshiwa kwa kila ibada yake, kama nilivyosema mwanzo. Kuna mwingine yeye kisimamo cha usiku, yeye mashallah mwepesi, lakini kwenye kutoa sadaka hivi, kumsaidia mtu, kutoa sadaka kujenga msikiti hivi, bahili kweli kweli. Lakini usiku mashallah, Allah, aya zote zina Qur'ani anazinyoosha pale. Kwa hivyo wewe ukiona una uwezo, ni mwepesi katika ibada fulani, dumu nayo hiyo. Usije ukasema kuna mwingine mashallah, ikitokea tangazo la jihadi, ana fi sabilillah yuko tayari. Leo tuna ndugu zetu hapa kutoka Indonesia, wametoka Indonesia, wako hapo. Allah amewafikisha kwa kuacha familia zao, miji yao, kazi zao serikalini, biashara zao, wametoka. Mimi na wewe Allah mtafikisha kutoka nyumbani kuja hapa. Hatua ngapi hizo? Siku ya Kiyama, fayunabbiukum bima kuntum Mwenye bwana, mwenye sijara kwa nini bwana? Ni wanachuoni wanatakiwa mweka karibu, naweza nikatereza hapa. Kwa kweli hasa. Ndugu zangu, muda umetuishia, mhutubu kishafika. Kwa hivyo hatuna budi sisi kufanya jitihada ya dhati na ya makusudi, kufanya pupa katika kufanya matendo yaliyokuwa mema, lakini kwa ikhlasi, na kuomba mwisho uliokuwa mwema. Wangapi wanafanya matendo mazuri lakini mwisho ukawa wangapi tunawaona? Na kuna wangapi tunaona walikuwa hatari huko, wakabaji, wazinifu, wala rushwa, lakini mwisho Allah akawaongoza wakafa katika hali iliyokuwa nzuri. Kwa hivyo mimi na wewe tuombeni mwisho uliokuwa mwisho uliokuwa basi, lakini tujipinde
tunao hapa, na Jumapili inshallah taala wanaomba kuongea na watumishi wa serikali kada zote. Najua huwezi kuwa mtumishi serikali kama hujui Kiingereza. Sasa hivi kama wao sijui, lakini hao wana Kiswahili hawajui. Sasa wanasema wanaomba watumishi wa serikali wa kada zote siku ya Jumapili saa 4 mwalimu usikose. Kuna wewe mwenyeji hapo nilipaswa kuwepo muda wote. Kwa hiyo siku ya Jumapili, ndugu zangu Waislamu, hawa wageni wetu kutoka Indonesia wanaomba kuongea na watumishi wa serikali wa kada zote. Watakufikisha ujumbe wao. Wametoka huko mbali. Wewe wa hapa ima utakuwa Mkungu, umekuja kuswali leo hapa, unakaa Kisasa umekuja kuswali hapa, unakaa ndani ya manispaa yetu lakini unakaa Bahi umekuja kuswali hapa. Jumapili tunakuomba ufike hapa. Allah anasema wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah ila al-akhir. Hawa ndio wanakuja kuleta hilo. Tumwombe Allah atuongoze, atufikishe tuweze kuwa pamoja nao siku ya Jumapili inshallah. Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu